la Mungu si kuwaletea mambo magumu na mazito. Ibintu bifatika. Vitu ambavyo vinashikika. Ibintu bihambaye, ibintu bizima. Vitu vizuri na vya thamani. Atariko nabahaye ibintu byoroshye. Lakini niliwaletea vitu ambavyo ni vya kawaida. Sasa kuwaletea mambo magumu na mazito. Agakomeza bavuga kandi nubwo ndumva reba nubu ntimuragakomera murabana batoya. Akasema hata sasa ninapowaangalia bado hamjakomaa, bado ni watoto wachanga. Baba vyakula vigumu. Atanga urugero nonese muri mwebwe ntibakigaragara n'abantu ba kamere. Ya kwamba kama ndani yenu bado kuna watu wa dhamiri inayowaongoza kwica mu bice, kujikata makundi ya kamere zitandukanye na vingine vinavyoonyesha kwamba watu wana nafsi zinazowaongoza. Haionyeshi kwamba bado kabisa ni changa, ni watoto. Makusudi ya semina hii ni nini? Ni ukugira ngo dukuze itoya, litoke kiutoto, lizamuke libe rikuru, liinuliwe viwango vya rohoni mpaka likue. Kubera yuko umwana, kwa sababu mtoto huwezi kumtuma kwenda kuteka maji. Kubera ko umwana, mtoto huweza kumwambia neno kachanje kule, kufanya kazi ambayo inaletea faida familia. Unampa pipi, unampa maziwa, unamfanyia tujibu tu kwa kawaida kama mtoto. Inatoka kiwango inaingia viwango vingine vya juu. Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, waovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uwaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahimili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendayo. Paulo yongera kugaragaza irindi tsinda rya kabiri. Paulo anaonyesha tena kikundi cha pili. Ni ibice bibiri bikuru. Ni vipande viwili vikubwa. Ariko icyo cya kabiri kikagira ibindi bibiri. Hicho cha pili kina vingine tena vipengele viwili. Iki cha mbere twakibonye tubonye n'ikijambo ry'Imana kivugaho. Hiki cha kwanza tumeona ni nini makusudi ya neno la Mungu linazungumza juu ya Biblia. Icya kabiri ni abantu bakijijwe bafite umwuka wera. Abantu bakijijwe bemera Imana. Awamu ya pili kwamba wanaozungumzia ni watu ambao wameokoka, wanamwamini Mungu. Icyo ni ikindi gice. Hiyo ni awamu nyingine. Icyo gice cya kabiri rero. Hiyo nafasi ya pili tena. Gifite ibintu bibiri. Kina vitu viwili. Gifite amatsinda abiri. Kina vikundi viwili. Gifite amatsinda abiri. Kina vikundi viwili. Haleluya. Haleluya. Ariko tukiri kuri iri tsinda, tukiwa kwenye kikundi, kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga, ili tusikie neno la Mungu linazungumza nini. Reka tusome muri Petero wa mbere. Turudi Petro wa kwanza. Petero wa mbere ibice bibiri, umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Sura ya pili Petro wa kwanza. Icyo ni kikundi cha kabiri. Mstari wa 9. Pokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Petro wa kwanza sura ya pili. Kwa jina la Yesu. Ndiyo. Tanzia mstari wa 8. Wa 9. Katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 9. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate
angaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Amen. Kikundi cha kwanza bicho natangiriyeho na baba mugakiza watu wameokoka, lakini ni watoto wachanga kiroho. Yes, hiyo ni tsinda lyangu. Kundi la kwanza hilo. Hiyo ni tsinda lyangu. Kundi la kwanza hilo Paulo alizungumza juu yake. Na abana Ni watoto. Na abana mugakiza. Watoto katika wokovu. Ibimenyetso bibaranga ni byinshi. Ishara zinazoonyesha ni nyingi zaidi. Yasomye ijambo ry'Imana hari ibyo yemera n'ibyo atemera. Alipokuwa anasoma neno la Mungu, yapo mambo anayokubali na mambo ambayo hayakubali. Fika kwenye kiwango ambacho Bwana anakifurahia. Hawezi kujua kwamba kitu kimevunjika unaweza kukibadilishia kingine. Hapana. Mpaka pastor yigisha urwanga ruze asaba amafaranga. Mpaka mchungaji ahubiri, mpaka povu litokee akiomba pesa. Reka tuve kuri ibyo byinshi. Acha tutoke kwenye awamu hiyo. Kubera ko byatuma tusagira ku kindi cyiciro cyiza. Tukikaa hapo hatutafikia kiwango kingine kuzungumzia ambacho Bwana anahitaji kwamba Imani tunataka kuja tuje kuichele muri hiyo ngii. Kiwango kingine ambacho Bwana anatamani kae juu ya hicho kiwango. Ariko kuri no tsinda likuja kungurwa cyane. Kwa kikundi hiki bado hakijaisha. Kwani wasanga msengero kikundi kinini? Huwezi kuona kama kanisani kuna kikundi kikubwa. Unaona binti ambaye alikuwa anamuomba Bwana. Yabona modokari ya sengera. Akiona gari ambayo alikuwa anaombea kwa Bwana. Yabona kazi ya sengera. Akiona kazi alichokuwa anazama kuomba kwa kazi. Ndakugiza ukuri. Nakwambia ukweli. Musoma ntiyongera kumwona. Mchungaji hata muona tena kanisani, amejibiwa mtu wako. Atarudia kwa kanisa wakati tena amepigwa na nani na shida. Azagaruka mu itorero igihe yahuye n'ikibazo kimugoye. Yani ni mtoto. N'umwana mugakiza. Icyo ahuriyeho n'Imana ni ibintu ayisaba. Makutano yake na Mungu ni mahitaji anayohitaji kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Kandi yamaze kubibona nuko kugira ashaka na bayakibona. Akipata akijibiwa hicho alichokuwa anakitamani kukipewa, akipata harudi kanisani. Wasanga muri Tanzania mwaratishwe cyane kugera ku musaraba ariko ndio ni kugira watu. Anasema labda nyinyi tizeni mkifika mliokoka mtafuta kiwango cha rohoni ambacho kinadizisha, lakini Kigali tuna matatizo. Tuvita Kristo ngao. Tuna washirika wengi wa jinsi hiyo. Wewe hana habari. Nadhani hapa hawapo kanisani. Hawapo. Hadi jana wao ni wazimisi nyo walikorero. Ila mimi niliwaona maana siku nyingi naongoza kanisa. Na watu wakuishi Imana kwa vitu vyo washaka. Ni watu wanaofuata Yesu kwa sababu wana mapato kwa Yesu. Na watu wakundi Imana kwenda kwa hali hiyo wasezera. Ni watu wanaompenda Yesu kwa sababu ya maagano Bwana amewaahidi. Hamuna abana bato. Ni watoto wachanga. Icyo bapana n'Imana ni ikibaha. Yaani kila wanachokitafuta kwa Mungu akupewa. Yohana 6:26. Yohana sura ya 6 mstari wa 26. Muraza kwasoma mwitonze reka turebe icyo bavuga ko hasome ni hakoye. Soma mtumishi wa Mungu ni padogo. Yesu akawajibu akasema, mimi amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mkate mkashiba. Msitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa nguvu Baba, yaani Mungu. Amina. Watu walimfuata wengi. Wakamwonyesha kwamba wanampenda zaidi. Akawaambia na waambieni ya kweli. Kwa sababu mnanifuata. Si muujiza mnaotafuta na kuogopa. Bali ni mikate niliwapa watu ambao
nibahereza. Na nyinyi sasa mnadhani kwamba nitawapatia. Nicyo gituma muburikiye. Ndio sababu mnanifuata nyuma. Abana batoya, watoto wadogo, nicyo wafana na Yesu. Ni hicho wanachokitaka kwa Yesu. Nikigakira mukeneyeho. Ni mikate. Akababwira abagirana bakomeye cyane. Akawaambia neno gumu sana. Akababwira ngo mwishake ibyo kurya bishira. Akasema kwamba vyakula havitaisha. Mushake ibyo kurya bidashira. Atafuteni vyakula ambavyo havitaisha. Kuko hivi. Kwa sababu hivi birashira. Ni vyakula kitamu. Ariko mushake ibyo kurya bidashira. Tafuteni vyakula vya uzima. Ibyo umwana w'umuntu abaha. Mwana wa Mungu atakavyowapatia. Ibyo umwana w'umuntu abaha. Mwana wa Mungu atakavyowapatia. Nani tuzabaha ntachi n'umubiri wanjye. Anasema nitakachowagawia ni mwili wangu. Ibyo kurya by'ubuzima. Vyakula vya uzima wa milele. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tubanze ushake ibyo gukiranuka, ibindi bisigaye tuzabyumva. Neno la Mungu linasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na vingine tutapata kwa ziada. Reka nihutengere ku cya kabiri. Acha nikimbie nifike kwenye kiwango cha pili. Kandi nabashoje umunsi wa none. Nitakuwa nimemaliza injili ya Tsinda ya kabiri. Kiwango cha pili. Ni tsinda ryiza cyane. Ni kiwango cha pili. Ni tsinda ryiza cyane. Ni kiwango cha pili cha Nisuza kuisibilizana. Wemeze kujijua. Ninachotamani kwamba semina hii kuja kuisha, uwe umeketi katika kiwango hicho. Utangire ujitoze. Uanze na matayarisho. Ubisengere. Uombe. Utangire ubikore. Alafu vitumikie. Uko birashoboka. Kwa sababu inawezekana. Kuko n'abariyo. Na walioko huko. Ni abantu nkabo. Watu kama wewe. Itsinda ryiza cyane. Anasema kiwango kizuri sana. Ni itsinda ry'abanyamungu. Ni viwango vya watu wa rohoni sana. Iyo tuvuze gutya. Kikundi cha watu wa rohoni sana. Suku hano. Nikisema hivyo sitabiri. Suku hano. Sitabiri nikizungumza hivyo. Iyo tuvuze bene iryo tsinda riri mu mwuka, ntabwo ari itsinda rihanuka. Tukizungumza kikundi hicho kizuri, si kwamba ni kikundi kinachotoa unabii cyangwa ababwiriza butumwa au wainjilisti wa Injili. Uko ni tumwe mu bintu byinshi. Hiyo ni moja ya hayo mengi watakayo. Ariko niho nakubwira abantu bari muri itsinda rya kabiri. Niko nakwambia watu kikundi cha pili. Ni itsinda ryiza cyane. Kundi zuri sana. Ni itsinda ryiza cyane. Kundi zuri sana. Ni itsinda ry'abanyamungu. Ni kundi la watu wanaopenda sana. Ni abantu basobanukiwe neza umugambi w'Imana. Ni watu wanaojua makusudi mazuri ya neno la Mungu. Ni abantu basobanukiwe neza icyo Imana ibashaka. Ni watu wanaojua ni nini makusudi ya Mungu juu yao. Kandi ni abantu bitanga mu kazi k'Imana. Ni watu wanaojitoa kwenye kundi la Bwana. Bene aba bantu nta gusunika. Watu hao huwezi kuwasukuma. Iyo havuze amasengesho. Ukitangaza maombi. Ayitabira kandi gutekereza gatatu. Anakuja hawazi anasita kwamba niende hapo. Iyo havuze amasengesho yo mu gitondo. Ukisema maombi ya alfajiri. Ayitabira kutabanje gusunika. Yani hawezi kuja kwa kusukumwa. Uyu ntakeneye telefone ya pastor na mama pastor. Hahitaji simu ya kumpigia kwamba tuna maombi. Ili akumbushe utaratibu wa ibada. Huyu ameshafika kiwango kizuri kinachompendeza Mungu, hawezi kusukuma kwa ibada. Takatifu wazuri washirika wanaojiambia mioyo kufanya. Ni watu wanaojiamulia kufanya. Kama kufagia kanisa hahitaji mchungaji amkumbushe. Hataki hata shukrani ya mchungaji wake. Hapana. Hataki hata mama mchungaji amshukuru kama amefanya jambo. Shukrani anayohitaji anajua mahali atakapoitoa kwa Mungu. Ni kwa Baba mfalme aliyetu. Mwenye kanisa. Anasema kiwango hicho cha ni kiwango kizuri cha watu waliokomaa. Watu hao wakumbushi kutoa fungu la 10. Huwa wanajua kwamba ni sheria ya Bwana kumtolea Bwana. Si kwamba mchungaji ahubiri kila itwapo leo fungu la 10 fungu la 10. Yeye akipata mshahara wa kazi yake. Alikuwa anamshirika kanisani. Alikuwa anapata pesa kwenye benki. Alikuwa ameshaweka muundo wake kwenye akaunti yake.
Yaani pesa yake ingia kwenye benki yake, inajitoa yenyewe, inajiingiza kwenye akaunti ya kanisa. Anajua kwamba si pasta anayemtumikia, ni Mungu wa mbinguni anayemtumikia. Jina la Bwana libarikiwe kwa kiwango cha watumishi ambao wanaotumikia. Wakristo ambao wako kwenye kiwango hicho anachokizungumzia wana macho ya rohoni ya kuona. Acha niwachekeshe. Vimeshatendeka. Kanisa moja ambalo mchungaji alikuwa anachunga lakini ni mfukara. Akahubiri siku moja. Ukiwa kuna maombi ya hiari na maombi mengine ya kusukuma na mengine ya kujisikia. Akahubiri. Akaanguka. Wa mashemasi wakamnyanyua mchungaji wao. Wakamwombea wakifukuza mapepo ndani ya mchungaji. Sio mapepo. Anasema sio mapepo kuanguka na kufurahi. Ni njaa. Bwana msaidie. Mashemasi wako tayari kuombea mapepo ndani ya mchungaji wao. Hawana macho ya kiroho ya kuangalia jinsi wangelijua umuhimu wao kwamba ni nini makusudi kilichofanya mchungaji kuanguka madhabahuni. Hilo jicho hawana hawa. Wakristo kiwango cha pili vya rohoni wana macho ya kuona. Wanajua kwamba kwa mchungaji wao kuna upungufu wa pesa. Wanajua hawa. Yaani haitaki kwamba mchungaji akajalie shida kwao. Ninakuombea kwamba uwe na jicho la kiroho. Bagirishishwe rero kuburyo amenye kwitoro rigomba kuburwa amatwalete ameze gute cyagiye materaniro usanga ari bakubana ajya kuri amatwalete nimba atunganyije neza nta muntu wamuhaye akazi kandi bene ko kazi kikafanya kwenye kiwango cha kiroho anaweza kaingia kanisani akafagia na kufagia sio karama yake na kuangalia vyo vinaendeleaje huko nje na sio shemasi wa vyo kuko asineza yuko baba Kristo banyandege nyaje mumuntu muri toilette agasanga zisa nabi akazagaruka kwa sababu anajua ya kwamba wako wa Kristo ambao wana nguvu kidogo wakiingia kanisa kwenye choo wakikuta kuna uchafu wa mabarudi wanasema hapo hapafai. Leo ministeri zao nao wasikorera nao hano hatashoboka. Anasema sasa viwango vya hao watu na utumishi wao kwa anafanya wakati unaofaa na usiofaa. Kandi ntibashaka kugaragara. Hawataki kujionyesha kwamba ntibashaka ko pastor na bimenye. Kuko bazi neza uwo bakorera uwo ari we. Turimuka cyangwa ntiturimuka? Tunahama kanisa au bado tunakaa hapo? Turimuka muri icyo gice cyangwa tunaja muri icyo kindi? Tunatoka kwenye sehemu tuliyokuwa tunaelekea kiwango hicho cha watu ambao wanamtumikia Mungu vizuri. Anauliza swali washirika. Unaweza kwa sababu ya kusikiliza Injili kukubali kuhama hicho kiwango ulichokuwemo na kuingia kiwango kinachompendeza Mungu kwa ajili ya utumishi wako na huduma? Ndio. Mshangilie Bwana kwa makofi. Acha tuzungumze vitu vingine. Tuangalie nini makusudi ya Biblia inazungumzaje. Biblia inasemaje? Abakristo nk'abo turababona mu bice bitandukanye. Washirika kama hao tunawaangalia kila viwango. Kubera ko iri tsinda niho mvuga. Yaani kikundi hiki ambacho nakizungumzia. Icyo lipana na Kristo. Mahusiano yake na Kristo. Sivyo Kristo abakorera.
si yale Kristo anayowatendea tu, ahubwo ni n'ibyo bamukorera, na wenyewe kwa yale wanayomfanyia Kristo. Ese numvika Anasema hicho neno tsinda lipana na Kristo. Anasema kikundi hichi mahusiano yao na Kristo gitandukanye na cyacu nitwibutsemo, ni kitu ambacho ni tofauti na kile tulichokihama. Kuko icyo bapana na Kristo, mahusiano yao na Kristo nicho Kristo abakorera, ariko nabo nibyo Kristo bamukorera. Ni vile Bwana anavyowatendea, lakini na wao ni vile wanavyomtendea Bwana. Harimo fresh ya feedback. Yaani ni mapishano. Bwana anavyowatendea na wao wanavyomtendea. Alafu hawa watu kuna kiwango kinafikia, Bwana anaanza kujisifu juu ya watu hao. Fikiria wakati wa leo. Bwana anaweza akajigamba akaweka kifua mbele juu ya huduma ulionayo kanisani. Haleluya! Ndipo ninauliza moyo wako kwamba Bwana anaweza akajisifu kwa matendo yako mazuri mbele za Bwana. Dhamiri yako inakushuhudia kwamba unaweza ukajisifu mbele za Mungu. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Yesu sonye mukubana. Kitabu cha Isaya 25 sura. Mlango wa 25. Mstari wa kwanza hadi wa 13, neno la Bwana. Unakuta maneno mazuri hatutasoma wakati hautatukubalia. Imebakiza dakika 5 tu. Tunakuta maneno mazuri ya kijana mmoja aliyemtumikia Mungu. Bwana akamshukuru sana. Wana wa Israeli walikuwa nchi ya utumwa, wakati wanarudi wakatenda dhambi na watu wa mataifa. Noneho Imana iliyakaza sana. Mungu akakasirikia hao watu sana. Kuko batangiye kuramya Imana zabo abanyamahanga, ariko cyane ushikiye ku bakobwa bajaga Mungu alikasirika juu yao kwa sababu walitumikia miungu mingine ikitokana na wasichana waliokuwa wanakwenda kutafuta watu wa mataifa. Mungu iko Phineas. Huyo kijana jina lake ni Phineas. Ngomosi mwabonye ngo Mwisraeli hasa ngo mnyamahanga mwihema. Wakati mmoja aliona Mwisraeli anazini na huyo mtu wa mataifa kwenye hema. Hayo maandiko yanaonyesha mambo ya Phineas na huyo msichana aliolewa kwa watu wa mataifa. Ibyo byanditswe biravuga inkuru y'uwo Mwisraeli atari Phineas, kuko Phineas ni wakoze igikorwa Imana. Maandiko matakatifu yanazungumzia habari za huyo mtu wa mataifa msichana. Hamwe na Mwisraeli atari Phineas, kuko Phineas ni wakoze. Sawa, pamoja na Mwisraeli mwingine. Ngo ari amusamanyiza mwihema ngo Phineas abibonye atanga icumu aragenda bari bakubitanye bahwanya umushinyi Imana yabifitiye Israeli urashira. Wakati anamkuta mtu wa mataifa nazini na huyo msichana wa taifa la Israeli, Phineas akainua mkuki akaenda kumwazibu yule aliyetenda dhambi kwa yule binti wa Israeli. Bwana hasira yake ikaisha. Yarabahuje bombi kuko bari baryamanye mwihema. Aliwadunda mkuki mmoja akawakutanisha pamoja. Imani hamagara Mose nongera ngo ndatangaye. Mungu akamwita Musa akasema nimeshangaa. Umushinyi nabifitiye ishanga ryose. Yaani hasira iliyokuwa nayo kwa taifa lote. Ifuhe ryanje na transgresse muri Phineas. Yaani hasira yangu yote imeshuka ndani ya Phineas. Akora igikorwa gikwiriye. Akafanya jambo ambalo ni sahihi. Umushinyi nabifitiye Israeli yose Mungu wanje. Hasira yangu juu ya taifa la Israeli imeisha, imeitoa. Phineas yatahuye neza Israeli yo bikorwa. Phineas alitambua vizuri mabaya yanayofanywa na watu wa Mungu.
Alikora nk'uko Imana yabishaka. Akafanya kama Roho wa Bwana alikuwa amekusudia. Kuko yararakariye cyane ibyo bikorwa bibi byakorerwaga mu Kwa mahema. sababu alikasirika sana kwa matendo mabaya ndani ya hema la Mungu. Imana inavuga ngo nirahiriye ubutambyi ntabwo buzava mu nzu ya Feneyasi. Bwana akasema niliapa kwa mkono wangu utumishi hautatoka ndani ya nyumba ya Feneyasi milele. Dukeneye abantu bameze nka Feneyasi. Tunahitaji watu ambao wana moyo kama wa Feneyasi. Bashobora kuba ibintu bibangamiye itorero bakabikora. Wakiwa na vitu ambavyo sio vizuri katika kanisa wanafanya kwa mkono wao. Haleluya. Haleluya. Dukeneye abantu bameze nk'abo ngabo. Tunahitaji watu wanaofanana kama hao. Andi magambo. Maneno mengine. Turasanga mu bitabo by'amateka ya Isirayeli. Tunasoma historia ya wana wa Israeli. Sinabafasha neza. Ariko muri kukawa umugore w'umushunemu-kazi. Tunakumbuka habari za mama Mshunemu. Murabizi ukuntu Elisa yajyaga atambuka. Unajua jinsi Elisha alivyokuwa anapita kwenye familia yake. Yigira mu ivugabutumwa. Na kwenda zake kuhubiri Injili. Uwo mugore amubona kenshi. Ndio mama akamuona mara nyingi akipita malangoni kwake. Arangije ngo namurarika umuntu w'Imana. Akashoboka ko waza ubutabirenge gusa. Yule mama akaguswa moyoni mwake kumkaribisha kwamba unaweza ukaingia nyumbani mwangu ukanikunawisha miguu. Kubera ko yamuhase cyane Elisa arabyemera. Anasema amemsisitiza sana, Elisha akakubali. Abikora rimwe. Akafanya mara ya kwanza. Abikora kabiri. Mara ya pili. Abikora gatatu. Mara ya tatu. Arangije akora umushinga bibwira umugabo. Akafanya mjadala wa mume wake. Ati mugabo mwiza. Akamwomba mume wake mzuri. Huyu muntu w'Imana arachanga haja mu butumwa. Akasema mara nyingi huyu mtumishi anapita hapa kumubakira akazu hejuru y'inzu yacu. Huwezi kukubali tukaweka nyumba nyingine ya pili juu ya nyumba. Tukamwa icyumba. Tukamjengea chumba chake. Tukamushyiriramo itabaza. Tukamwekea taa. Na meza. Yahagaze akaruhukira aha. Akipita hapa au anakuja na kupumzika. Umurimo w'Imana akora bamuzeho cyane. Akajisikia kwamba kazi ya Bwana anayoifanya imegusa moyo wangu sana. Barumvikana. Walikuwa wanahusiana. Mugabo arabimwemerera. Mume akakubali. Bamwubakira icyumba hejuru. Wakajenga chumba cha juu. Elisa kwaje. Kila mara Elisa alipokuwa akipita anapita. Akaja kurudisha muri cya chumba. Anakwenda kupumzika pale ulipomjengea. Mara moja tunavyotumikia Mungu. Ndiye tunaloliweka kwa Bwana atakalotumikia kesho. Haleluya. Haleluya. Biblia inazungumza vizuri. Wakati uliwadia. Elisha alipomaliza kulala na kupumzika. Ahamagara umugaragu we Gehazi atariko se. Uyu mugore ibintu yadukoreye. Akamuita mtumishi wake Gehazi akamuuliza, huyu mama kazi zote alizofanya nzuri. Aravuga ati muhamagara hanga. Amuite arejee mahali hapa. Ndumva hari icyo nshaka gukora. Nasikia kuna kitu nataka nifanye juu ya nafsi yako. Burya abantu b'Imana. Watu wa Mungu. Tugira ibisubizo by'abakristo. Kuna majibu ya watakatifu. Imana inatupa. Bwana ametupatia. Aravuga muhamagara hanga. Akasema muite huyo mtu wa Gehazi. Aravuga ati madam. Akamsema mama. Watukoreye ibintu byiza. Ulitufanyia mambo mazuri. Unataka kujielekeza mbele ya mfalme? Kwa kiongozi wa jeshi. Akasema hapana. Hivyo sitaki. Mimi nakaa kwa kundi la watu wengi. Gehazi akamwambia hivyo. Kwa sababu amezungumza hivyo lakini hana mtoto wa kiume. Akasema muite arejee. Akasema mama, wakati mwingine kama makao utapata mtoto wa kiume. Pigia Bwana makofi. Mbona yapize? Yule mama hakuwa na imani ya maneno hayo. Hata wewe mtima na Mungu amulia. Akasema ni kwa sababu ya matendo mazuri nilimpa ugali. Mbona niso nijua afike. Akasema ni aibu kwa Bwana kumtendea neno. Akawa anawaza kwamba ndio hivyo. Ariko kwari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ilikuwa ni kweli ya neno la Mungu ndani ya Elisha. Rimwe na rimwe tuliho dukora. Mara moja mambo tunayafanya. Dukora n'inzu y'Imana. Tunafanya kwa mkono wa Bwana. Sikubw'inyungu. Si kwa faida yetu sisi. Sikubw'inyungu z'Imana. Sio kwa faida ya Mungu. Ahubwo ni kuza. Bali ni kwa faida yetu. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo umwaka utaha nk'uko yamuhanuriye. Yarasanga kiki umwana w'umuntu. Neno la Mungu kama lililotabiri juu ya mama
mwaka mwingine nilikuwa na mtoto wa kiume. ndangiza aya magambo Ninapomaliza maneno haya, bakozi beza bari muri iri tsinda rya watumishi wa kwanza waliomo katika kikundi hiki cha kwanza, ndababwiza ukuri, nawaambia kweli, imirimo yanyu mukora kazi zenu mnazozifanya, haraho imana zanyu, kuna mahali ni ukumbusho mbele za Mungu. haraho imana yanyu. Umunsi umwe iyo mirimo myiza mukorera imana yanyu kazi mnazozifanyia Mungu wenu izakugaragarira, igaragarira agace ukuyemo, igaragarira umuryango wawe, abantu bazaha imana icyubahiro. Ndasoza. Nimemaliza. Ni ubutumwa nari mfite munsi. Ndio ujumbe niliopewa na Bwana leo. Imana yakuhagarika kwa matsinda. Bwana amenituma kuongea kwa vikundi vitatu. Ariko Imana yifuza kumunya muri matsinda ryawe. Lakini Bwana anatamani kwamba uingie Ndio kwenye tusolesha. kikundi cha kwanza. Ndio tusolesha. Tumemalizia. Icyo ni Imana ibashaka. Hicho ndicho mapenzi ya Mungu juu yangu. Kandi nta gihombo muzaza. Halafu mtakuwa Imana izabitura icyiza. Bwana atawapa mbele, atawapa mbele. Ndasoza. Nimemaliza. Imana ibamugisha. Unaweza kumfurahia mtu hivyo? Huwezi kumfurahia kwa sababu hana tija. Kwa hiyo hata Mungu anahitaji kuona watu tunaokoka, tunabadilika, tunakuwa. Na unapobadilika ndipo Mungu pia anapata nafasi ya kukutumia.